Bwana ninaomba utakase, Bwana ninaomba unitakase. Nitakase Bwana Yesu fikra zangu, nitakase utosi wangu Bwana, nitakase kuanzia utosini mpaka nyayoni, nitakase mfalme wa amani, nitakase moyo wangu Bwana, nitakase Mwenyezi Mungu, nitakase uovu wangu Bwana, nitakase uovu wangu Bwana. Ninashuka miguuni pako nikiomba utakaso wako, nitakase kwa damu yako yenye nguvu, nitakase kwa damu yako iliyotukomboa pale msalabani. Ninaomba unitakase Bwana Yesu, ninaomba unitakase mfalme wa amani, ninaomba unitakase Mungu wa miungu, ninaomba unitakase Bwana, nitakase Mwenyezi Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, nitakase Bwana Yesu sawa sawa na Zaburi ya 51. Baba ninaomba unitakase Bwana, ninaomba unitakase, nitakase kinywa changu Bwana, takasa macho yangu Mwenyezi Mungu, yametazama vitu vya uovu, ninaomba unitakase Bwana kwa damu yako. Takasa Bwana Yesu kinywa changu, kimenena maneno yasiyofaa mbele zako Bwana, ninaomba unitakase, naomba unitakase kinywa changu, naomba unitakase kinywa changu Bwana, ninaomba utakase masikio yangu, nitakase Bwana Yesu masikio yangu kwa damu yako. Masikio yangu yamesikia vitu visivyoleta utukufu mbele ya macho yako Bwana, yamesikia nyimbo za kidunia Bwana, ninaomba nitakase masikio yangu, ninaomba nitakase masikio yangu Bwana. Takasa Bwana Yesu, takasa Bwana, takasa masikio yangu Mwenyezi Mungu, takasa Bwana Yesu pua yangu, imenusa vitu visivyoleta utukufu mbele ya macho yako Bwana, ninaomba unitakase Bwana, ninaomba unitakase Bwana, ninaomba unitakase kwa damu yako. Takasa fahamu zangu Bwana, takasa mawazo yangu Mwenyezi Mungu, nimewaza mambo yasiyofaa mbele zako, ninaomba unitakase kwa damu yako, ninaomba unitakase kwa damu yako, ninaomba unitakase kwa damu yako. Nitakase Mwenyezi Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, nitakase kwa damu yako inenayo mema, nitakase kwa damu yako Bwana, nitakase kwa damu yako Bwana. Takasa Bwana, takasa Bwana, nitakase roho yangu Mwenyezi Mungu, takasa mfalme wa amani. Ninashuka miguuni pako Bwana, ninaomba rehema zako Mwenyezi Mungu, nimetambua kwamba mimi ni mwenye dhambi, ninaomba rehema zako Bwana Yesu, maana umesema basi kumbuka pale ulipoanguka ukatubu. Nami Bwana Yesu nimejua ya kwamba nimeanguka, ninashuka miguuni pako Bwana, ninaomba unitakase, ninaomba unitakase kwa damu yako mfalme wa amani, ninaomba nitakase, nitakase Bwana Yesu kwa damu yako, nitakase kwa damu yako Bwana. Umesema afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Nami Bwana ninaungama mbele zako uovu wangu Bwana, ninaomba unitakase Bwana, ninaomba unitakase, nitakase Mwenyezi Mungu, nitakase mfalme wa amani, ninaomba utakaso wako Bwana, nitakase Mwenyezi Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Takasa moyo wangu Bwana, takasa Bwana Yesu, takasa Bwana Yesu. Yamkini dhambi nimezifanya, nyingine ninazikumbuka, nyingine sizikumbuki Bwana, ninaomba unitakase. Dhambi za mawazo Bwana, ninaomba unitakase. Dhambi za milango ya fahamu yangu Bwana, ninaomba unitakase Mwenyezi Mungu. Kwa kutenda, kwa kunena Bwana, ninaomba unitakase. Dhambi nilizozifanya nazozijua na nisizozijua Bwana, ninaomba unitakase. Nilizozisahau na ambazo sijasahau Bwana, ninaomba unitakase. Nitakase mfalme wa amani, nitakase Bwana Yesu, nitakase Bwana, ninaomba unitakase Bwana, ninaomba unitakase Bwana, ninaomba unitakase. Yamkini nimesengenya Bwana, ninaomba unitakase mfalme wa amani Bwana, ninaomba unitakase Bwana, ninaomba unitakase. Takasa milango ya fahamu zangu Bwana, ninaomba unitakase kwa damu yako. Ninatubu mfalme wa amani, naomba unitakase mfalme, naomba unitakase Yesu Kristo. Nitakase kwa damu yako, nitakase kwa damu yako, nitakase kwa damu yako, ile damu inayoondoa kila uchafu, ile damu iliyonishindia pale msalabani, ile damu iliyomwagika nikakombolewa, ile
ile damu iliyochukua dhambi zangu pale msalabani, ile dhambi iliyomwagika kuchukua dhambi zangu pale msalabani, ninaomba unitakase nayo Bwana, ninaomba unitakase nayo Bwana. Nitakase mfalme wa falme, nitakase Bwana wa mabwana, ninaomba unitakase. Nitakase mimi mwanao Ana, ninaanguka miguuni pako Bwana, nikiomba rehema zako, nikiomba utakaso wako katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo Nazareti, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, nikisema asante Bwana Yesu kwa wema wako na baraka zako. Asante Bwana Yesu kwa kuwa wewe ni wa rehema na huruma. Mfalme wa amani, ninakushukuru kwa kuwa ni mwingi wa fadhili na mwingi wa rehema. Ni katika jina la Yesu Kristo Nazareti kiomba na kushukuru. Amen. Amina. Mungu akubariki sana wewe ambaye unatufuatilia. Endelea kushare linki hii sehemu mbalimbali kusudi watu waweze kujifunza neno la Mungu, watu wazidi kumuona Mungu. Endelea kushare na Mungu akubariki sana. Basi kwa saa huu tunakwenda kuimba wimbo wa kuabudu, kumwalika Roho Mungu mahali hapa. Twende tukaabudu. Damu ya Yesu inanena mema, 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 damu inanena mema, damu inanena mema, damu inanena mema, oh hiyo damu inanena, damu yatakasa dhambi, damu yatakasa dhambi, damu yatakasa dhambi, hiyo damu, damu inatusamehe, damu inatusamehe, damu inatusamehe, hiyo damu inatusamehe. Asante Bwana Yesu, wewe ni Mungu mwenye neema, wewe ni mwingi mwenye fadhili. Asante Bwana kwa kuwa ulikuwa pamoja nasi siku nzima. Roho Mtakatifu, tunapoenda kujifunza neno lako Bwana Yesu, ninaomba ukatuonekanie, kamguse kila mmoja aliyeingia mahali hapa, asitoke kama alivyo. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini, tuseme amen. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amina. Basi tunaenda kujifunza neno la Mungu na kichwa cha somo ni nguvu ya maombi kama inavyoonekana hapo. Haleluya. Amen. Nguvu ya maombi. Karibu mtumishi wa Mungu, utuambie nini maana ya maombi. Tueleze kwa kifupi. Karibu, tuko na mtumishi wa Mungu hapa, alikuwa anatusaidia katika kuomba, yuko pamoja na sisi. Ni mtumishi wa Mungu ambaye anatumwa na Mungu. Karibu, tuambie nini maana ya maombi. Nini maana ya maombi? Maombi hufanya neno la Mungu lianze kutenda kazi. Maombi ni mazungumzo baina ya mwanadamu na Mungu. Amina. Mungu akubariki sana. Kama alivyoanza kwa kusema, ili neno la Mungu lianze kutenda kazi ni lazima tuombe. Tunavyosoma neno la Mungu kikawaida,
tumepaswa tukaombe kulingana na kile ambacho tumekisoma. Tunapaswa tukaombe neno la Mungu. Pasipo maombi hawezi kuona matokeo. Kwa hiyo ni lazima twende mbele za Mungu tukaombe, ili tuweze kuona matokeo ya kile kitu ambacho tunachokiomba. Kama alivyosema mtu wa Mungu, maombi ni mazungumzo baina ya mwanadamu na Mungu. Maombi ni mazungumzo baina ya mwanadamu na Mungu. Naweza nikasema maombi ni aina au ni njia mojawapo ya mawasiliano, maana kuna njia nyingi za mwanadamu kuzungumza na Mungu. Tunavyoenda mbele za Mungu, huwa tunapeleka hoja zetu mbele za Mungu, tunamsemesha Mungu. Kuna watu wengine wanaweza wakawa wako hapa katika hii platform wananisikiliza, wakawa wanajiuliza ni kwa nini maombi yetu sisi hayajibiwi? Kwa nini maombi yetu sisi hayajibiwi? Na wakati sisi tunakuwa tukimwomba Mungu mara kwa mara, tunaona kama Mungu ajibu. Mungu huwa yupo hai na anajibu kila mtu. Mungu akaagikilia. Lakini kitu kimoja ambacho wanashindwa watu kuelewa ni kwamba watu wanapenda wao wasikilizwe na Mungu, lakini wao hawataki kumsikiliza Mungu. Ni rahisi sana kwenda mbele za Mungu kumwambia Mungu unachokihitaji, lakini watu wengi hawazingatii Mungu anahitaji nini kwao. Na kanuni ya Mungu ni moja: ukimsikiliza Mungu anachokitaka yeye, Mungu atakupa na wewe unachokihitaji. Kwa hiyo Mungu ni Mungu wa kanuni. Haleluya, Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amina. Na Mungu anachokitaka huwa amekiweka wazi katika neno lake ambayo ni Biblia. Biblia iko wazi, inaonyesha. Ukiwa unahitaji kitu fulani, unazungumza na Mungu kwa kupitia neno lake. Bwana Yesu apewe sifa, watu wa Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Amina. Kuna aina mbalimbali za maombi. Kuna aina ya maombi nyingi sana kulingana na topiki tulizozipangilia. Aina ya kwanza ya maombi ni maombi ya uhitaji. Unakuta mtu anapeleka mahitaji yake mbele za Mungu. Mtu mwenye uhitaji ataenda mbele za Mungu, ataomba. Na kama una uhitaji mbele za Mungu, ni lazima utakuwa tu mnyenyekevu, utashuka mbele za Mungu, utamwomba. Mfano, unaenda mbele za Mungu, unamwomba ulinzi. Unaweza ukasema, Baba Takatifu, ninakuja mbele zako, ninaomba ulinzi wako, ninaomba neema yako, ninaomba unilinde Bwana, unifunike kwa damu yako. Ni maombi hayo ya ulinzi. Kwa hiyo ni maombi ya uhitaji, na kuna vitu vingine unavihitaji, yaani unaomba juu ya mahitaji yetu sisi kama wanadamu. Maombi aina ya pili ni maombi ya shukrani, ambayo unamshukuru Mungu kwa kumsifu, kwa kumtukuza. Ni maombi tunaenda unamshukuru Mungu kwa jinsi ya uumbaji wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni maombi ya shukrani, unamshukuru Mungu, unamsifu Mungu na kumtukuza. Na aina nyingine ya maombi ni maombi ya mahojiano. Yesu anasema njoni tusemezane. Unaenda unahojiana na Mungu, unauliza juu ya utatuzi wa jambo fulani. Unamuuliza Mungu, ili jambo limekuwaje? Ni wewe uliyesema, mbona hapa imekuwa hivi? Kwa hiyo ni maombi ambayo yanakuwa ni mahojiano, unahojiana wewe na Mungu. Sometimes kwa ambao wako matured spiritual, wanakuwa namsikia Mungu hapo kwa hapo, wanazungumza kama mtu na rafiki yake. Aina nyingine ya maombi ni maombi ya vita vya kiroho. Vita vya kiroho. Sasa kwenye maombi ya vita, nayo yamegawanyika katika kategori mbalimbali. Zote hizi ni aina za maombi.
Ngoja tuangalie hapa nikutajie aina mbalimbali ya maombi ya vita vya kiroho. Amina. Kwa ambayo unaandika kwenye maombi ya vita, kuna maombi ya ukombozi. Unakuta kuna watu wanaomba maombi ya ukombozi juu ya madhabahu za familia, wanaomba ukombozi kwenye uchumi wao, wanaomba ukombozi kwenye maeneo mbalimbali kwa kadri Roho wa Mungu atakavyoongoza. Kuna watu wanaomba maombi ya vita, lakini maombi ya vita yanakuwa ni maombi ya umiliki. Wanamiliki maeneo, wanamiliki ardhi, maana Biblia imeandikwa kila utakapokanyaga umepewa. Kwa hiyo anaomba kukomboa ardhi zao zisizae mapooza, umiliki. Kuna wengine wanaombea anga, kuna wengine wanaombea maji, water bodies, na wengine wanaombea vitu vingine, ila ni katika hali ya kumiliki, ambapo wale ambao adui amepokonya vitu vyao katika ulimwengu wa roho. Maombi mengine ya vita ni maombi ya kibali. Nakuta mtu anaomba kibali, ana fight kabisa katika maombi ya vita, kibali chake kilikamatwa na nguvu za giza, lakini maombi yao ya kibali huwa yanapigana kwa namna hiyo katika hali ya vita. Na maombi mengine ya vita ni maombi ya mamlaka. Kwa hiyo kuna maombi ya kukemea mapepo yale, unakuta unaomba kwa mamlaka. Unaomba, kuna maombi mengine ya vita kuvishwa silaha za rohoni. Unavishwa silaha za rohoni. Unaomba maombi ya vita, unavishwa silaha za rohoni kama ilivyoandikwa katika Waefeso 6 mstari wa 11. Neno la Mungu linasema, vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa hiyo haya maombi unakuta ni Mkristo anavishwa silaha za rohoni kwa ajili ya kupambana na shida mbalimbali, matatizo mbalimbali ya kiroho. Inaweza ikawa katika eneo lolote lile, ila maombi haya yanakuwa ni ya vita. Na aina nyingine ya maombi ya vita ni maombi ya kuboresha silaha za rohoni. Silaha za rohoni unaziboresha. Naambia Bwana, nipe silaha mpya za kupigana vita, niboreshe silaha hizi. Mungu anakuboreshea silaha hizi. Pengine imani yako ilizofika. Kwa hiyo unapomwambia Mungu aboreshe, anaiboresha imani yako, anaboresha upanga wako, anaboresha wepesi wa Injili. Unakuwa una bidii katika yale maeneo ambayo katika ulimwengu wa roho wanatensi ni aina ya silaha zako za kiroho. Aina nyingine ya maombi, tumeshatoka katika maombi ya vita, ni maombi ya utakaso. Unaenda unaomba sala ya toba, unaungama mbele za Mungu. Maana toba ni maombi ya toba ni kitendo cha kugeuka, kuacha dhambi kabisa, lakini kuungama unakiri kosa lako mbele za Mungu. Mungu, nimekukosea, ninatubu, naomba unisamehe. Unaomba kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Hii ndo maana ya maombi. Sasa haya maombi, ili tuelekee kabisa katika kiini cha somo letu, lazima kwanza tuangalie sifa za muombaji. Ili mtu awe ni muombaji, ametakiwa awepo na sifa zipi? Au muombaji yukoje? Haleluya. Amen. Muombaji ana sifa zipi? Jesus. Kama tunavyojua kuomba kitu, yani ni kama kuomba kitu, sifa ya kwanza lazima uwepo ni mhitaji. Maana neno kuomba ni kitu ambacho hauna, unahitaji upewe kutoka sehemu fulani. Kwa sifa ya kwanza ya muombaji ni lazima awe mnyenyekevu. Ukiwa wewe ni muombaji alafu ndani yako hamna unyenyekevu, inaweza ikakuzuia maombi yako mbele za Mungu, na Mungu kaona ni kama akusikii. Sifa ya muombaji ni mnyenyekevu, mnyenyekevu mno, submission. Lazima mnyenyekevu. Muombaji lazima awe na mtazamo mzuri juu ya Mungu. Muombaji yoyote lazima awepo na mtazamo mzuri, attitude kwa Mungu ambaye anamuomba. Wezi kujiita muombaji akati mtazamo wako ni mbovu mbele za Mungu. Unaomba mawazo yako, anasema hivi, Mungu atanisikia kweli?
hivi Mungu anaweza kuniponya? Lazima upo na mtazamo mzuri. Kuna wengine wana mtazamo mbaya mbele za Mungu, wanamwona Mungu kama ndo anasababisha mabalaa katika maisha yao. Ili Mungu akusikilize uendane naye sambamba, lazima upo na mtazamo mzuri juu yake, na kila kitu anachokifanya Mungu ujue anakifanya kwa ajili ya utukufu wake. Haleluya, Amen. Sifa nyingine ya mwombaji ni lazima awe msiri, ajue kutunza siri zake yeye na Mungu, yaani asiseme kila kitu. Kuna watu wengine wakisemeshwa hapa na Mungu, utausikia mtaa wa pili, utausikia akienda kusimulia watu, oh, Bwana amefanya hivi, Mungu amefanya hivi. Wanakuwa ni hawana ule usiri mbele za Mungu. Jesus. Lazima tujifunze kwa wasiri. Sio kila ujumbe, sio kila unabii ambao utakaopewa na Roho Mtakatifu ni lazima utausema mbele za watu. Kuna nabii za kujenga kanisa na kuna nabii nyingine sio za kutoa mbele ya kanisa. Ukizitoa unavuruga kundi la watu. Kwa hiyo ni lazima tujue kipi cha kusema na kipi sicho cha kusema. Mungu atusaidie. Kwa hiyo mwombaji lazima awe ni msiri, ajue kutunza siri zake. Maana mwombaji ni kama askari. Askari hawagi mbea mbea. Na watu wengi kinachoharibia ni mdomo. Mwombaji, sifa nyingine ya mwombaji, awe ni mtu wa kujitenga na kujificha kwa ajili ya maombi. Uwepo ni mtu unajitenga kwa ajili ya maombi. So unajificha tu chumbani uonekane, afu umelala unakula tu mandazi unaonekana tu. No. Mtakiwa uwepo unajitenga, unakaa unaomba. Unajificha kwenye maombi, una pray. Ndo sifa ya mwombaji. Na mwombaji sio mtu anakula kila kitu. Mwombaji ana aina yake ya vyakula ambavyo anavyokula. Sio kila chakula mwombaji anakula, na hii ni kwa vyakula vyote, vyakula vya kiroho na vyakula vya kimwili. Vyakula vya kimwili na vyakula vya kiroho, alagi kila kitu. Nikianzia kwenye vyakula vya kiroho, chakula cha roho tunajua ni neno. Na neno manake sio kila fundisho mwombaji atalibeba. Kuna mafundisho mengine yana sumu za kiroho, ukiyasikiliza yananyonya nguvu zako. Kwa hiyo mwombaji sio kila kitu atabugia. Mwombaji ni mtu ambaye anachagua aina ya chakula yeye. Mwombaji hata katika vyakula vya kimwili sio kila chakula atakula. Kwa mfano, kuna vyakula vingine vimetolewa sadaka kwa ajili ya miungu, hivyo mwombaji hatapaswa kula na ni makosa mbele za Mungu. Hiyo ni sifa ya mwombaji. Ukijita mwombaji lazima wewe pia uwe sio mtu ambaye unapenda kula ovyo. Uwe ni mtu wa kufunga. Huko mbele utajifunza pia namna ya kufunga, Mungu akinipa neema na kibali. Mwombaji ni mtu ambaye anatakiwa kufanya maombi mara kwa mara, awepo na ushirika na wale watu ambao wanasali nao mzuri wa kuomba na kufanya ibada. Ni mwombaji. Maana kuni moja haiwezi kuwasha moto, lazima ziwe kuni zaidi ya moja ili moto uweze kuwaka. Kwa hiyo ikikaa peke yake ni rahisi kuzimika. Kwa hiyo kuchochea zile karama za maombi lazima mwepo kikundi, hata kanisani mnakaa mnaomba, mnakuwa na ratiba yenu ya maombi. Nje na pale uwepo pia ni mtu wa kujitenga. Sio kujitenga unachukua kikundi chako, no. Kuna ile maombi ambayo umetakiwa uwepo wewe mwenyewe baina yako na Mungu ya siri. Mwombaji ametakiwa ajitenge na uraibu. Uraibu unaweza nikasema kama infection. Kwa mfano, kuna watu ambao wameathiriwa na pombe, divai na kileo, yaani mtakiwa ajitenge na pombe, vile vitu ambavyo vitakuwa ni uraibu. Kuna watu wengine ulevi wao, uraibu unaweza kusema ni kama ulevi. Kuna watu ambao ulevi wao ni simu, yaani muda wote yuko kwenye simu mpaka anakosa muda wa maombi, anakosa muda wa kufunga, yaani kuanzia asubuhi mpaka jioni yuko zake TikTok anaangalia na anachokifanya cha maana hamna.
siku inaisha yupo kwenye simu. Hizo ni aina za uraibu. Wengine uraibu wao ni TV, kuanzia asubuhi mpaka jioni kwa kwenye TV. Wengine ni magemu, wengine sigara, wengine pombe. Kwa hiyo uraibu wako wewe ni Roho Mtakatifu, kila muda uko na mtu kusoma neno, kuomba, ndio uraibu wako. Kwa hiyo ndo sifa ya mwombaji. Mwombaji alewilewi pombe si nini, mwombaji analewa Roho Mtakatifu. Na kuna kitu hapo nilikuwa ninataka nikiweke sawa hapo, mtu wa Mungu. Ninapozungumzia kwa habari ya kujitenga sio kujitenga na vyakula tu, yaani sio kujitenga tu kwa ajili ya chumba cha maombi. Kuna kujitenga na baadhi ya vyakula vya miungu. Kuna kujitenga na baadhi ya marafiki. Kuna marafiki wale ambao sio wazuri, ambao wanaweza wakakushusha katika roho. Kwa hiyo hao pia Mungu anataka ujitenge nao kusudi uweze kukua kiroho. Wale ni kuwashuhudia Injili, lakini sio kuambatana nao. Najitenga nao kusudi wasiweze kukuangusha katika roho. Pia ujitenge kwa ajili ya maombi, na naweza nikaweka katika mfumo huu. Kitu ambacho nataka nikuelekeze kwa ufupi. Mungu anajibu maombi ya wanyenyekevu ambao wanajishusha. Ndio Mungu akutajia hizo sifa. Mungu huwapinga wenye kiburi na kuwainua wanyenyekevu, watu ambao wanajishusha. Tengeneza mazingira ya watu kukuombea. Unataka uwe ni mtu ambaye anatengeneza mazingira ya watu kuombea. Hata ukipeleka shida yako kwa wenzako, wanakuombea. Tengeneza yale mazingira watu wakubebe katika maombi. Kuwa unaombea wenzako ili na wao wakuweke moyoni mwao, wakiwa naomba wanakutaja. Badilisha aina ya maisha. Ishi maisha mapya ya kumtegemea Mungu na sio kutegemea akili zako. Kuwa na lugha nzuri, sio unaongea lugha za mitaani tu. Yaani wewe uwepo ni kioo kwa watu wengine ambao wamjui Kristo. Uwepo ni kielelezo cha watu kumjua Mungu. Badili tabia yako, wewe unavyoonekana, tabia zako, unavyobehave, kuanzia kuongea, unavyoonekana. Watu wakuone wewe ni watofauti, unafanana na Kristo. Nazungumza na mtu hapa, tabia zake zibadilike. Kuna tofauti kati ya maombi na waombaji. Waombaji ni wale watu ambao wanaomba, na maombi ni kile kitendo cha kwenda kuzungumza na Mungu. Kuna aina kama mbili hivi za maombi. Kuna maombi ya mtu binafsi, maombi ya mtu mmoja, na kuna maombi ya kanisa, mass prayer, watu wengi. Mtu wa Mungu, nisomee Zaburi 102 mstari wa 20. Zaburi 102 mstari wa 20. Amen. Zaburi 102 mstari wa 20. Nitasoma kwa jina la Yesu. Ili akusikie kuugua kwake aliyefungwa, na kuwafungua walioandikiwa kufa. Watu walitangaza jina la Bwana katika Sayuni, na sifa zake katika Yerusalemu. Amina. Naomba urudie tena kusudi uweze kupata vizuri wale ambao anaandika. Mstari wa 20 nitasoma. Ili akusikie kuugua kwake aliyefungwa, na kuwafungua walioandikiwa kufa. 21. Kishia hapo tu. Okay. Neno la Mungu linasema ili akusikie kuugua kwake aliyefungwa, na kuwafungua walioandikiwa kufa. Maana kuna watu wameandikiwa kufa, lakini ukiwa mnyenyekevu, ukienda mbele za Mungu, Mungu anakusikia kwa sababu umeweka moyo unyenyekevu. Na unavyoenda kuomba, Mungu anaangalia moyo wako umekuaje. Naomba nisomee Matendo 12:1. Matendo ya Mitume ya 12:1. Okay, Matendo 12:1 nitasoma. Panapo majira yale yale, Herode mfalme akanyosha mikono yake kuwatenda wa mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Amina. Ukisoma kuanzia hii sura ya kwanza, tunaona
Panapo majira yale, Herode mfalme akanyosha mikono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Na sisi hapa tukiwa tunaomba, kuna nguvu za giza, kuna wakuu wa giza ambao wananyosha mikono wakitaka kutenda kanisa vibaya, na kanisa ni mkusanyiko wa watu. Kwa hiyo pia mnavyokusanyika katika maombi, lazima muwe mnajiombea ninyi kwa ninyi, kama kipindi kile cha Matendo ya Mitume. Ukisoma kanisa la kule lilikuwa likiomba, hata Petro alipofungwa, Yakobo alipouawa, Petro akafungwa, tunaona kanisa liliomba. Kwa hiyo maombi pia ya watu wengi yanakuwa yana nguvu tofauti na ukiwa peke yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kingine, umetakiwa uwepo ni mtu ambaye unasoma neno, uwepo na kiongozi ambaye atakulisha neno ukashiba. Yeremia 3:15 neno la Mungu linasema, nami nitawapa ninyi wachungaji wanipendezao moyo wangu, watakaowalisha kwa maarifa na ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo shetani anamwogopa mtu mwenye maarifa. Kibaya zaidi, mtu akiwa anaomba alafu anajua, anaelewa ni nini ninachokiombea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Unaweza ukaniuliza, sasa mtu wa Mungu, kuna faida gani ya kuomba? Wewe ambao unaandika, unaweza ukaandika faida ya kuomba, na leo ningependa tuishie hapo katika faida za kuomba. Tutaelezea vizuri, and then siku nyingine tutaendelea, Mungu akitupa neema. Faida ya kuomba. Faida ya kwanza ya kuomba, huongeza nafsi na roho yako. Nafsi na roho yako vinatanuka na kuongezeka katika ulimwengu wa roho. Nafsi yako inakuwa inaongezeka unapoingia katika maombi. Mtu wako ndani, nafsi inakuwa na kutanuka, inaongezeka ikifanana na Kristo. Unapofunga au kuomba, moto unakuzunguka. Maombi yanashusha moto wa Roho Mtakatifu katika ulimwengu wa roho, unaonekana moto unakuzunguka. Unapoomba, malaika hufanya vita badala yako. Malaika wa Mungu anakuwa anafanya vita badala yako, maana unapotumia neno la Mungu, nyuma ya kila neno la Mungu huwa kuna malaika wako nyuma yake. Unapoomba, mamlaka yako ya kiroho inaongezeka. Kwa hiyo usiwe mvivu wa kuomba. Ukitaka uwe na mamlaka kubwa ya kiroho, zidisha muda wa maombi, mamlaka yako inaongezeka. Kama ulikuwa unaomba lisali moja, ongeza hiyo masaa 2. Mamlaka yako ya kiroho inaongezeka. Maombi ya muda mrefu huzuia utendaji kazi wa vifaa vya shetani. Kwa hiyo unapoomba, kuna baadhi ya vifaa vya kipepo havifanyi kazi, vina stopu, vinakutiwe mwana ufalme. Kuomba muda mrefu, malaika wanaongezeka idadi kwenye maisha yako, maana unazidi kukaa katika nuru. Ule moto wa maombi unakutakasa, malaika wanazidi kuongezeka idadi katika maisha yako. Kuomba muda mrefu, miale ya nuru inaongezeka ndani yako, unakuwa unang'aa. Mungu akusaidie ukang'are kama jua kwa jina la Yesu. Amen. Unaweza ukawa unaniuliza, sasa mtumishi, ninawezaje kuomba? Mtu wa Mungu, niambie mimi ninaombaje? Maana najaribu kuomba, naona ninashindwa. Cha kwanza kabisa, kwa mtu ambaye ndo anaanza kuomba, uombaji wa Mkristo wa level ya chini anatakiwa, ili uweze kufikia viwango vikubwa sana, muombaji au Mkristo wa level ya chini, angalau hata masaa 3 kwa siku, ili uweze kufikia kusudi na lengo. Masaa 3 kwa siku. Japokuwa kwa yule ambaye hawezi kabisa, lisali moja tu linamtosha, ambapo Yesu anasema, amkukaa nami hata lisali moja kwenye maombi,
lakini ukitaka ukue ufikie ule uumbaji wa kiungu ndani yako, masaa 3 angalau kwa siku. Na hiyo masaa 3 sio mpaka uombe moja kwa moja hivyo. Unaweza kuomba saa 1 asubuhi, saa 1 mchana, saa 1 jioni, na hapo utamuona Mungu sana sana sana. Soma Biblia kila siku mistari, yaani soma Biblia kila siku, hata chapter 1 kwa siku. Jitahidi usome chapter 1 kwa siku, unamaliza. Na ukitaka uweze kuomba muda mrefu, omba, penda kupiga magoti, ni ishara ya kunyenyekea na kushuka kwa Mungu. Pia tumia mistari ya Biblia, ikiri mistari ya Biblia. Kwa mfano kama unavyokiri vile Zaburi 23, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Unaweza ukakiri hiyo, unaweza ukakiri saa ile chapter nzima na utamwona Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaweza ukapangilia tu ratiba yako, asubuhi ukaomba saa 1, mchana lisali 1, jioni lisali 1 mchana, au unaweza ukapanga hata mchana ukaomba lisali 1:30 na usiku saa 1:30, kama 3. Au wewe mwenyewe unaweza ukapanga usiku kwamba yote 3 na wewe mwenyewe, ila tu make sure siku inaisha umaliza hata masaa yako 3. Utafikia viwango vya kutikisa ulimwengu wa roho, utakuwa ni tishio. Mistari ya Biblia, kuna mistari ya Biblia ambayo ina idadi kubwa ya malaika. Unavyokuwa unaisoma kwa kuomba, malaika hushuka kwa makundi, sio moja moja, makundi. Mfano Zaburi 24. Na nyakati za maombi mtakuwa wewe unapenda kuomba alfajiri kuna malaika wa majibu, ambapo ukimwangalia Yakobo asubuhi, kuna malaika alikuwa anapambana naye ambaye alikuwa amekuja kumletea majibu. Na ukiangalia ndoto nyingi, Wakristo wengi huwa wanaota alfajiri. Unakuta waliomba usiku, waliomba muda mwingine, lakini asubuhi ile saa 11 alfajiri unakuta ndo anaota ndoto, anapewa njozi, wanashtuka zile ndoto, anakuwa anazikumbuka. Huwa ndo muda ambao Mungu anatumiaga malaika mara kwa mara kuleta majibu, japokuwa Mungu analeta majibu wakati wowote, ila asubuhi ni lango ambalo anapenda kulitumia sana. Afu alfajiri, ukiwa unaomba mambo ya alfajiri, yanakuwa yanaharibu mitego ya adui ambayo waliyatega usiku. Malaika wa Bwana anafuta yote. Sana sana ukitumia Zaburi 57, kuna malaika wa ile Zaburi 57 wana nguvu sana. Ukiwa unaikiri tu asubuhi unaiomba, wale malaika huwa wanafagia hiyo mitego yote. Kwanza leo mtu wa Mungu, ukiwa unaamka asubuhi alfajiri, kiri Zaburi 57 kama maombi yako, kiri hata rudia hata kwa lisali 1. Utaona mabadiliko katika maisha yako. Ikifika mchana, maana hiyo asubuhi wanakuwa wanatega mitego yote, kama walikutegea mapando yao yanang'oka, kila kitu walichokitega usiku. Mchana muda mwingi nguvu za giza zinakuwa zinatomaga mapepo kuleta magonjwa na maumivu, vinatoka kwa hiyo Mungu jua. Lakini ukitumia Zaburi ya 35, malaika wa andiko hili ana nguvu. Ukiomba anavuruga mambo yote yale aliyoyatega, ikiwa ni magonjwa, unasikia uchovu, huwezi kuomba, ukisoma neno unasikia usingizi. Tumia Zaburi ya 35 sana. Hiyo Zaburi ya 35 itakufungua. Kuna mtu anaweza akawa anasikia anachoka, akiomba kidogo anapigwa vita, anasikia mlegevu, hawezi kufunga. Ukikiri Zaburi ya 35, hii ni dawa tosha na ni kiboko juu ya hivyo vita vya kiroho. Lakini malaika huyu kwa hii Zaburi ya 35 ni malaika ambaye anadili sana na viwango vya utakatifu. Ndani yako hakikisha wewe ni mtakatifu mno. Viwango vya utakatifu kulingana na malaika ndo anahitaji hivyo vitu. Jioni inakuwa ni lango la kuzimu, linakuwa lipo wazi kuanzia saa 12. No mida mapepo anapenda kufanya kazi zao na shughuli zao katika mida hiyo.
wanakuwa wanaandaa vitu vyao kwa ajili ya kufanya kazi usiku, kuanga, kufanya nini wanavyojua wenyewe. Wanaweka vyombo vyao vya usafiri mafuta ambayo ni damu za watu. Ndio maana baadhi ya maeneo ikifika saa 12 maeneo ya baharini hawaruhusiwi watu kuogelea, maana inatokea scenario watu wanapotea katika njia ya kutatanisha, wanawazuia. Sasa katika hayo malango yao ndo tunatumia Zaburi ya 24. Hii hapa ndo inashusha malaika kwa idadi kubwa. Zaburi ya 24 inashusha kwa idadi kubwa na malango yanakuwa yako wazi. Na kuna sehemu katika Zaburi ya kwambia inueni vichwa vyenu enyi malango, maana yake unayalazimisha, anainua vichwa. Na Yesu mwenyewe anashuka pamoja na malaika zake. Usiku pia kuna maombi yake. Saa 5 usiku wanaagiza mara nyingi ndo nakuaga wanafanya safari zao, nakuta wanapaa wanafanya nini. Saa 6 huko wanafanya mambo yao. Saa 8 usiku ni nyakati wanafanya kazi zao na mikakati yao, wanatega mitego, wengine wanaua watu, wengine wanakula nyama za watu usiku. Hapa tunatumia Zaburi ya 99. Zaburi ya 99. Vitabu vingine vya Zaburi ambavyo tunaweza tukavitumia wana wa Mungu ni Zaburi ya 29. Zaburi ya 29 itakusaidia pia kuisikia sauti ya Mungu, maana hapa Zaburi inafungua mpaka mbingu, inapenya mpaka mbingu kiasi kwamba inakuwa ni rahisi kufanya mawasiliano katika lile anga. Inakuwa inafungua anga na mbingu, nakuta ni rahisi sana. Kama unasikia anga lako ni zito, sio jepesi, unaweza ukakiri Zaburi mara kwa mara, kwanza kuona uwepo wa Mungu unashuka, inakuwa ni rahisi kuzungumza na Mungu. Kwa mfano unataka usome neno, unaanza kuona hauna connection, unasikia ukame, unataka kuomba, unaona hali haieleweki. Unaweza ukakiri hii Zaburi ya 29, ile hali ya ukame itaondoka ndani yako kabisa, na utaanza kusikia sauti ya Mungu. Mbingu zitafunguka, malaika wataanza kukufundisha neno pamoja na Roho wa Mungu. Vile vile ukiwa unafuatisha hivi vitu, muonekano wako unabadilika katika ulimwengu wa roho. Muonekano wako unabadilika kabisa katika ulimwengu wa roho. Unaonekana ni kama moto mkali. Pindi unapotembea unaonekana kama moto, ambapo Biblia inasema Bwana huwageuza watumishi wake wanakuwa kama mwali wa moto. Unageuka na kuonekana kama mwali wa moto. Kwa hiyo unakuwa unafunikwa na moto muda wote. Shetani haoni mlango. Hata ukimsogelea sometime mtu wa mapepo, mtu mwenye mapepo, ukiwa ni mtu wa maombi, wanalipuka wezi. Mtu wa maombi anapopita, kila kitu na vifaa vya falme wa giza huwa vinasimama kwa muda na vingine havifanyi kazi, vinaharibika kabisa, kwa sababu huyo mtu wa maombi anautisha. Ni kwa nini tunaomba? Tunaomba ili kujenga uhusiano binafsi na Mungu. Pia tunaomba ili kujenga nafsi zetu. Tunaomba ili kuwa na nguvu ya kiroho ya kukabiliana na upinzani. Tunaomba ili kufanya yaliyo mapenzi ya Mungu kwetu. Tunaomba ili kuyashinda majaribu. Anasema basi kisheni muombe msije kuingia majaribuni. Tunaomba ili kuyajua majira na nyakati juu ya maisha yetu. Kwa kuyajua majira na nyakati juu ya maisha yetu lazima tuombe, tumuulize Mungu. Tunaomba ili kuyapata mahitaji yetu. Mungu akubariki. Usikose mwendelezo wa somo hili la nguvu ya maombi. Mungu akubariki sana. Nasikia kuomba kwa ajili yako. Kama wewe ulikuwa mwanzoni ni mwombaji mzuri na sasa unaona umerudi nyuma kiroho, unaweza ukanikomentia hapo shida yako nikakuombea. Kuna nguvu katika maombi. Karibu, andika ni mimi nina shida fulani, tutaomba pamoja na wewe. Karibu sana.
Amina. Kulingana na muda, ngoja niombe kwa wachache. Naona kuna mtu ana mahitaji yake, anasema nahitaji Bwana anijaze nguvu za maombi niweze kuomba muda mrefu. Basi weka mkono wako kifuani, wakati wengine wanaendelea kuandika. Andika haraka haraka, muda wangu ni mchache, kusudi niweze kuomba na wewe. Weka mkono wako kifuani. Baba, katika jina la Yesu wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai, ninasema asante Jehova Ire, asante kwa ajili ya mtu huyu Mfalme amani ambaye anafuatilia maombi haya. Anasema Bwana, ninahitaji unijaze nguvu za maombi niweze kuomba muda mrefu. Roho Mtakatifu, pengine kuna vifungo ambavyo vinazuia maombi yake Bwana, katika jina la Yesu Kristo, hivyo vifungo vikaachie maisha yake, vikaachie mwili wake sasa, katika jina la Yesu Kristo. Ninakemea roho zote za mapepo, ninakemea roho za majini, ninakemea roho za mashetani, zikaachie maisha yake kwa jina la Yesu Kristo. Ninapiga, ninaharibu nguvu zote za kuzimu. Ninapiga ikiwa amefungwa na family spirit, ikiwa amefungwa na roho za mashetani, kila aina ya manuizo iliyonuizwa katika maisha yake kusudi kumkatisha tamaa, kwa jina la Yesu Kristo, wamwachie kwa damu ya Yesu, waachie fahamu zake, waachie akili yake katika jina la Yesu Kristo. Hapo ulipo, pokea nguvu ya kuweza kuomba, pokea nguvu ya kuomba. Kitabu cha Zaburi kikawe ni halisi katika maisha yako, kitabu cha Zaburi kikawe ni halisi katika maisha yako. Bwana akawe mtesi wa adui zako, Bwana akawe ni mtesi wa watesi wako, kwa jina la Yesu Kristo. Kwa moto wa Roho Mtakatifu, ukakufunike sasa, ukawe ni mwombaji halisi, Pokea nguvu ya kuomba kwa jina la Yesu Kristo, kwa moto wa Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu kwa kunisikia. Roho Mtakatifu, ninamleta mtumishi wako huyu ambaye anasema ninaomba Mungu aniondolee ukame katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, katika neno lako umesema wewe ni maji yaliyo hai, wewe ni chemchemu, wewe ndiye mnyunyizi. Bwana, ninakusihi ukamnyunyizie mtoto wako huyu, ukamnyunyizie maji yako yenye upako wa ndani, ambayo ni mafuta ya Roho Mtakatifu, yakabubujike ndani yake, chemchemu zisizokoma zikabubujike ndani yake, upako wa Roho Mtakatifu ukakae ndani yake. Ninakemea roho za mapooza ndani yake, ninang'oa kila aina ya magugu. Pokea nguvu ya maombi. Wale malaika walioko katika neno hili usiku wa leo, wanaopareti usiku wa leo, wakatembee nawe katika ulimwengu wa roho. Wale malaika wa zamu wakakudumia shida yako kwa jina la Yesu Kristo. Pokea nguvu ya Mungu, kibali cha Mungu kikae juu yako. Asante Roho Mtakatifu kwa ajili ya watoto wako hawa. Roho Mtakatifu, tunaombea wote kwa ujumla, hata ambao wamechelewa kuandika mahitaji yao. Bwana Yesu, tunaomba ukawafunike kwa damu yako, tunaomba ukawafunike kwa nguvu yako Bwana. Popote walipo Bwana, wakazione nguvu zako, wakaione baraka yako Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Pokea nguvu ya Mungu, pokea utakaso wa jina la Yesu Kristo. Asante Roho Mtakatifu, asante Mungu mwenye neema, asante.